Ndugu zangu, tunavyosema afya ya akili afu na changamoto ya afya ya akili, haya ni maneno mawili tofauti. Ukizungumzia afya ya akili, manake huyu mtu tunaanza kisaikolojia awe vizuri, lakini 2, kihisia awe vizuri, 3, kijamii pia awe vizuri, 4, kiimani. Nukta ya imani huwa inaachwa sana, wanaishia tu emotionally, psychologically, socially, lakini kuna spiritually, nayo ni engo muhimu sana ambayo inamfanya mtu awe na afya ya akili. Na hii issue ya afya ya akili huwa inatazamwa kwa maeneo ambayo yani inatazamwa kutokana na maeneo ambayo inaathiri moja kwa moja. Mfano ni kwa namna gani huyu mtu anafikiri, ni kwa namna gani huyu mtu anahisi, ana feel, na kwa namna gani huyu mtu ana behave, tabia zake, na pia ni kwa namna gani huyu mtu anaweza kukopi ama kuendana na stress mbalimbali ambazo zinamzonga, lakini pia ni kwa namna gani huyu mtu anaweza kutengeneza mahusiano na wenzake wanaomzunguka, lakini cha mwisho ni kwa namna gani huyu mtu anaweza kufanya maamuzi. Hapa ndipo unapimwa level yako ya afya ya akili: ufanyaji wa maamuzi, kutengeneza mahusiano na wengine, kuendana na changamoto mbalimbali ambazo zinakupa stress, namna gani una behave, tabia zako, namna gani una feel, namna gani una think, unafikiri. Hapa ndio kipimo chako kinatokea. Kwa hiyo watu kutazama katika maeneo mengi, watakutazama hapa, ndio tutasema wewe una changamoto ya afya ya akili au huna. Ndio maana wana saikolojia wanasema kila mmoja ni chizi, isipokuwa level ya uchizi tunatofautiana. Kuna wengine ndio wale wamefika level mbaya, tunakuta majalalani, lakini pia sisi wenyewe tupo mataila humu, tuna uchizi wetu, kwa sababu tukipimwa katika viengo hizi hakuna hata mmoja anayetoka. Kuna mwingine atafikiri vizuri lakini kwenye kuhisi atahisi vibaya. Kuna mwingine atahisi vizuri lakini kwenye kubehave atabehave vibaya. Kuna mwingine akipata stress kidogo tu anaacha hata na imani yake, anaenda kwenye imani zingine. Lakini pia anaweza akazikopi stress zake vizuri, lakini akashindwa kutengeneza mahusiano na watu wengine wanaomzunguka, marafiki, ndugu, jamaa, wazazi, wafanyakazi wenzake, wanafunzi wenzake hivyo. Lakini pia unaweza kupimwa engo ya mwisho, vyote anaweza akawa timamu lakini akashindwa kufanya maamuzi. Wapo watu ambao kufanya maamuzi wanasubiri mpaka mtu mwingine amwelekeze, yeye mwenyewe hawezi. Tukija kuangalia kwa nini tunazungumzia afya ya akili kwa wao vijana wasomi na kwa umuhimu wake, tunasema moja, huyu kijana wa msomi akiwa na akili yake iko timamu, ina afya, itamsaidia mambo yafuatayo. Moja ni kumsaidia kuimprove academic performance yake. Automatically mtu ambaye akili yake imetulia, hata academic performance inakuwa iko juu, kwa sababu itamsaidia kuconcentrate, kutunza kumbukumbu, kusolve baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo anakutana navyo kwenye issue yake ya academic. Lakini pia itamchochea kupenda kujifunza zaidi, anavyoambiwa kuna darasa atakimbilia kwenda kujifunza. Ubaya kwetu sisi vijana tunaishia kwenye elimu hizi ambazo tunazisoma. Ukisikia kuna kitu kingine kinatolewa mnajivuta, lakini dunia imebadilika, lazima uwe multipurpose kwenye skills tofauti. Ukiwa una skills moja utakuja kulaumu watu mbeleni. Kwa hiyo ukisikia kuna skills zinatolewa kwa bure au kwa gharama kidogo, kimbilia akajifunze, itakusaidia baadaye. Lakini faida ya pili, inamsaidia huyu mtu kufanya maamuzi. Faida ya tatu, itamsaidia kutengeneza mahusiano yenye afya, kwa sababu hapa itamchochea huyu mtu kuwa na namna nzuri ya kuwasiliana na kusolve migogoro, effective communication and conflict resolution, itamsaidia hapo. Lakini pia itamchochea huyu mtu kuwa kwenye kila kazi ambayo anataka kufanya afanye as a teamwork. Lakini pia itaongeza uzalishaji kwenye nini? Hasa kwenye eneo la professional yako, ukiwa shuleni, kwamba kuzalisha kutokana na masomo yako, utafanya vizuri na kadhalika. Lakini faida nyingine ina support physical health. Physical health, hizi afya ambazo tunazo sisi zinazoonekana. Mfano, itakuepusha kutokana na issue za pressure na insomnia. Insomnia ni ile hali ya kukosa usingizi ambao watu wengi sana wanapitia. Lakini faida nyingine inamuencourage huyu kijana kuwa stable emotionally, kihisia. Ukiwa na afya ya akili timamu ni rahisi kucontrol hisia zako kwa nukta tofauti ambazo zinatokea mbele yako. Inawezekana iwe nukta ya furaha ama iwe nukta ya huzuni au nukta ya kati na kati. Yaani itakusaidia. Lakini afya yako akili ikiwa ipo vizuri, utashindwa kucontrol hisia zako. Lakini faida nyingine
inasaidia kuchochea maendeleo kama taifa, kwa sababu utachangia kiuchumi, ukuaji wa kiuchumi kwa sababu akili yako iko timamu. Lakini pia gunduzi mbalimbali hivyo, innovation. Lakini pia maendeleo katika jamii. Kuna changamoto nyingi sana za afya ya akili ambazo vijana wasomi wanakabiliana navyo. Moja, changamoto ya hofu, anxiety disorder, ugonjwa wa hofu, hasa inapokaribia kipindi cha mitihani, yani sasa hapo kwenye mitihani na kadhalika. Lakini pia depression, sonona, kama nilivyozungumza hapo mwanzo. Changamoto nyingine, issue ya matumizi ya madawa ama vitu ambavyo vinalevya. Lakini pia kuna changamoto nyingine ya afya ya akili inaitwa eating disorder, issue ya kula. Kuna mwingine hali kabisa na mwingine anakula sana. Nyingine sleep disorder, issue ya changamoto ya usingizi kama nilivyosema. Changamoto nyingine ya afya ya akili ni academic pressure. Yaani ukiwa na pressure kwenye academic yako, wewe una changamoto ya afya ya akili, kwa sababu unashindwa kujicontrol. Changamoto nyingine ya afya ya akili tunaita low self esteem. Hii self esteem ni perception. Maana tukisema low self esteem, maana huyu mtu anakuwa na negative perception kwenye maisha yake binafsi. Yaani huyu kijana anaamini mimi pale siwezi kufika, kile siwezi kufanya. Na kweli ukisema hivyo Mungu anafunga, ufanyi kweli na hutoweza. Kwa kifupi tunasema kujinenea mabaya. Hii vijana wengi tunayo. Changamoto nyingine ni social isolation. Watu wengi wanapenda sana kujitenga. Ni changamoto ya afya ya akili. Ukiona mtu achangamani na watu, muda wote kajitenga, kaeni naye chini mshauri. Changamoto nyingine ni digital addiction. Yaani ndio limekuwa baraa saizi kwenye issue za social media na gaming. Magame na mitandao ya kijamii. Watu wengi tuko addicted huko. Lakini pia changamoto ya mwisho ni adjustment disorder. Hii tunasema ni ile hali ya mtu anapitia kipindi fulani cha kustruggle kutokana na, yawezekana amepoteza kazi, ameachwa, iza ni talaka, au anatoka eneo moja kwenda eneo lingine, huwa wanapata pia hizo stress kwamba naamini sasa kule naenda kwanza upya, sina rafiki, sina ndugu, sina nani. Kwa hiyo pia ni changamoto ya afya ya akili. Sasa tuje kuangalia sababu za haya matatizo ambayo tumeyasema hapo juu. Sababu ya kwanza imegawa katika makundi. Kundi la kwanza ni academic factors, kama wasomi. Kwenye issue za kiacademic inawezekana ikawa ni changamoto ya heavy coursework, mnafanya macoursework tofauti tofauti, pressure ya mitihani, kuogopa kufeli. Lakini pia ushindani kutokana na watu ambao wale unawatazama. Kundi la pili ni social factors. Social factors hapa kuna issue ya bullying. Bullying ni ile hali ya kutengwa na watu, kuwa yani watu wanakuunderestimate. Inawezekana ni kwenye socially, spiritually, nini hivyo. Sawa? Inawezekana hivyo watu wanakubali kwa namna hiyo. Lakini pia issue za kimahusiano, issue za migogoro ya kifamilia, issue ya kujikompea kupitia social media, hizo zote ni social factors. Na makundi ambayo tunaita peer pressures. Hizi factors lazima zilete changamoto ya afya ya akili kwa vijana wengi sana, ndio maana wanapitia hiyo hali. Changamoto nyingine ni issue ya kiuchumi. Yaani kundi lingine ni kundi la kiuchumi, economic factors, ambao mfano wake hapa ni issue financial difficulties. Lakini pia issue ya kutokuwa na ajira. Tunamaliza vyuo wengi, ajira hamna. Na ajira kweli ni hamna, lakini ajira pia zipo. Niliwaambia katika moja ya seminar nikasema sisi tunamaliza pengine kozi zote Tanzania, tunaweza tuka graduate kwa mwaka husika hata wanafunzi milioni 10. Lakini serikali ukichanganya ajira zote walizotangaza kwa labda temu hiyo, unakuta wametangaza ajira 100,000. Yaani zote kwenye kila nyanja. Hasa milioni 10 kwa 100,000, hatuwezi kuomba wote tukapata wote. Kwa kuna wapo ambao Mwenyezi Mungu atawaruzuku atapata, na kuna sisi ambao tutakosa. Kwa hiyo usiwe na stress kwa sababu umekosa. Hapana. Kumbuka wewe wakati umemaliza kuna watu wameshakaa miaka 5 wanasubiri hivyo, wanaomba kila siku. Kwa hiyo hii changamoto ya ajira inatupa pia issue za afya ya akili. Lakini pia ni gharama kubwa za elimu, umaskini, zote kwenye economic. Factor binafsi ni sisi wenyewe. Hatuwezi kukopi skills mbalimbali. Kama nilichosema, unasikia kuna skills inatolewa bure, kajifunza. Lakini pia low self confidence, vijana wengi hawana confidence. Kuna changamoto ya kimazingira, factors za kimazingira, mfano unyanyasaji, ukatili, utengwaji, discrimination, zile maisha ya magumu, sehemu mtu anapoishi maisha magumu. Lakini pia kukosa support ya kijamii. Kuna dalili zimejipanga katika magrupu yafuatayo. Moja,
ni grupu la kihisia. Mfano hapa mtu anakuwa na huzuni ambayo haikati, persistent sadness. Lakini pia kijana huyu anakuta anapata uoga sana. Lakini pia anakuwa na issue ya mood swings. Saizi anacheka baadaye amenuna, hana sababu. Yaani yupo tu hivi. Hizi ni emotional symptoms. Lakini pia anahisi hana tumaini. Hopeless. Kwa kwamba mimi hapa bora tu nimalize tu, hata sijui naenda wapi. Kikubwa tu nimalize kwanza. Kashakata tamaa. Hii ni dalili ya kuwa na changamoto ya afya ya akili. Kundi la pili ni physical symptoms. Kuhisi uchovu, kichwa kuuma, kukosa usingizi, appetite kubadilika ya kula. Inawezekana ukawa unakula sana, umeanza kupunguza kula, lakini pia nishati kuwa chini ya nguvu ya mwili wako. Kundi la tatu ni behavior symptoms. Kukaa mbali na marafiki, hapo unaingia. Kuperform vibaya, ama hizi dalili tunaita dalili za kitabia. Unakuta performance yako imeanza kuwa mbaya bila sababu. Kutumia vilevi na madawa, na kutokuwa na uwezo wa kuconcentrate vizuri. Matokeo ya changamoto ya afya ya akili, tukianza kwa mtu mmoja binafsi. Moja ni uwezi kuachieve vizuri academically. Kunakuwa na poor achievement in academic. Lakini pia kunakuwa na issue ya low productivity wewe binafsi yako. Unakuwa uwezi kuzalisha chochote kwa sababu umeshakata tamaa. Lakini pia physical illness, zile issue za kuumwa, pressure, manini, masukari ukiwa katika umri mdogo. Lakini pia ni kuwa na ile low self esteem. Hii ni effect nyingine. Lakini pia hali yako ya maisha, quality ya maisha kuwa mbovu kwa sababu umeamua. Lakini effect ya kifamilia, utaongeza migogoro katika familia ikiwa akili yako haijakaa vizuri. Kila siku madeni, watu watakuja pale, kila siku unagombana na watu huko, watakuja vikao. Lakini pia mzigo ama wa madeni, financial burden zile zitaongezeka. Lakini effect nyingine ya kijamii, kuongezeka kwa vitendo vya ugaidi, uhalifu, wizi, kwa sababu watu akili zao hazijakaa vizuri, wana mambo kibao kichwani. Matumizi ya madawa ya kulevya na issue nyingine. Kila chenye tatizo kikosi namna ya kuepukana navyo. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya strategies, tukianza na individual wewe mwenyewe. Moja, jifunze kupractice stress management. Zile skills za kumanage stress. Lakini mbili, jifunze kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Mazoezi huwa yanasaidia sana kupunguza hali ya msongo wa mawazo. Sawa Kwa sababu kwenye mazoezi huwezi kufanya mazoezi peke yako. Utaenda uwanjani, utaenda gym, utakutana na watu, utarefresh mind. Sawa Lakini pia jifunze kula mlo kamili kama una uwezo. Ukipata muda wa kulala, basi jitahidi upate masaa walau 6 to 8 hours, masaa 6 hadi 8 ya kupumzika bila disturbance yoyote. Utaweza kutuliza ubongo wako na kufikiri vizuri. Lakini pia kama una uwezo wa kuepukana navyo vinywaji, vilevi, madawa, basi epukana navyo, sio mazuri. Lakini pia jifunze kudevelop good time management skills, ambayo wote hapa hatuna kwa 90%. Tukija kwenye kujiepusha kwenye ngazi ya familia, iko ngazi ya binafsi. Ngazi ya familia, penda ku maintain open communication na familia yako. Unapopata changamoto, kama una mzazi mlezi, kaa naye chini, zungumza naye, mwambie kinachokusibu. Lakini pia hakikisha unapata support ya kihisia kutoka na watu ambao wanakuzunguka kifamilia. Inawezekana baba yako anamuogopa au mama yako anamuogopa, lakini mdogo wako unaweza kumueleza akawa na akili hata kukushauri. Sawa Lakini pia jifunze kuishi maisha yenye afya katika familia yako. Usigombane na wazazi, usigombane na ndugu. Sawa Ngazi ya chuo huku ukifika, jifunze, ukipata changamoto jifunze kutafuta counseling, ushauri na saa kwa wataalamu. Sisi kama wataalamu wa afya hapa tunaingia, tunaambiwa tu promote issues za mental health education, kutoa elimu za afya ya akili, kupunguza unyanyasaji kupitia kampeni mbalimbali ambazo kampeni zinduzi za kuwazindua, kuweka aware vijana. Sawa Lakini pia kuestablish pia support group, kutengeneza vikundi ambavyo ni vizuri, ambavyo vina ushawishi mzuri, ambavyo vinaleta mambo mazuri. Kwenye community level tuendelee kuongeza uelewa kuhusu masuala ya afya ya akili. Lakini pia hawa watu tuweze kuwapa huduma zile za kuwatoa kwenye changamoto za afya ya akili, mfano ushauri na nini hivyo.
Lakini kuna changamoto, kwa nini tunafikia huko kwenye atufanye hizo kampeni za afya ya akili za kutosha? Moja, unyanyasaji, yani kunyanyapaliwa watu, lakini pia kuwa na wataalamu wachache wanaosomea masuala ya afya ya akili, lakini pia kuwa na huduma chache za kwenye afya ya akili, changamoto za kifedha, financial barriers hizi, lakini pia uwazi, uzinduzi wa kuwapa watu awareness. Watu wengi hawana awareness, lakini pia cultural misconception. Hapa tamaduni tunashindwa kule, unaweza kutoka kwenda kuongea sehemu kitu, kumbe kwa tamaduni yao umewatukana. Lakini pia watu kuogopa kupata matibabu hasa wanapata changamoto ya afya ya akili. Sasa nini ambacho mimi kama mtaalamu na recommend? Moja, kisha mnapata hizi elimu za afya ya akili mashuleni. Lakini mbili, kuongeza huduma za ushauri nasaha na za kisaikolojia. Tatu, kufanya hizi kampeni za mara kwa mara za changamoto ya afya ya akili, kuwazindua wengine ambao wanapitia. Lakini nne, sisi kama vijana tuhakikishe tunaishi vizuri kiafya zaidi. Tuishi kiafya zaidi. Tuache vile vitu ambavyo vitahatarisha afya zetu. Mtaji wa kwanza wa kijana wa kimaskini ni afya yake kwanza. Yaani hakikisha unaamka asubuhi kwa mzima wa afya. Basi mengine yatafuata. Lakini pia kutengeneza mfumo ambao utakuwa una strengths kati ya familia na community, yani familia na jamii inayozunguka familia yako, kuweza kuwa na mawasiliano mara kwa mara. Lakini pia kufanya zile screening za mapema hivyo. Lakini pia nyinyi kama viongozi mkae mwashauri serikali waweze kuinvest katika issue ya afya ya akili kwa vijana.